get back our life to normalcy. That is what we want to do. We also want to say that politics is now over. We want the next agenda to be the socio-economic programs for our region. Yeah? Technically, what we want to say is that 26th of October, people who participated in elections won elections. And people who did not participate, game is over. I think if you are in a football match, 3 points is already awarded to the winner. And that's exactly what has happened. The most important thing is that we want peace, we want to pull together as a people, but more important thing is that we have literally exercised our democratic right. And here we have seen in all African countries a repeat of elections, turnout has always been below 30%. Although in Kenya here we are 48%. So that is pretty good. So we are waiting for that results. We know the result of Uhuru Kenyatta is 7.5 million people who have voted. Raila Odinga has got 72 million votes, 72,000 votes. Yeah, so Uhuru Kenyatta 7.5 million, Raila Odinga 72,000 votes, and others. So 98% has been given to Uhuru Kenyatta. So we want IBC to declare Uhuru Kenyatta the president of Kenya so that we can move on with our lives. This dishonesty by NASA should stop by changing from a NASA satellite dish which blew up in the sky to a rebel movement that want to create chaos and anarchy. And democracy is not about anarchy. Democracy is about freedom. So the fear that was installed into us as a nation should stop. It's a high time that we stop this politics, which is divisive, and we want to heal the country and bring the people together and move on to our agenda. I think we have started well by building our nation, but now this bad politics is going to destroy us, and we all have to stand up and be counted to stop these politics of destruction, politics of anarchy, and politics of instability. And I think politics of dishonesty is what we are suffering from. So I appeal to all Kenyans and I appeal to the coastal people that yes, we need to move on and we need to see IBC declaring Uhuru Kenyatta as the next president of Kenya. Thank you very much. Mheshimiwa. Kwa mkutasari, sisi viongozi wa Pwani tumekutana na tumekongamana hapa kutoka kila pembe za kaunti zetu 6. Na kwanza tunachukua nafasi hii kuweza kuwashukuru wananchi wetu wote wa Pwani ambao walijitokeza kwa wingi kuweza kupiga kura tarehe 26 mwezi huu wa 10. Na vile vile tuwashukuru wale wananchi wetu ambao walisusia kupiga kura lakini wakawa na amani, hawakuweza kusumbua mtu yoyote. Kwa hivyo sisi tumekuja hapa kuwahimiza wananchi wetu wa Pwani na Wakenya wote kwamba uchaguzi ulimalizika tarehe 26 mwezi huu wa 10, na hivi sasa ni nafasi ya kila moja kuweza kurudi kwa shughuli zake. Na tunawashukuru wananchi wetu wa Pwani tayari wameweza kuonyesha mfano. Hapa leo Mombasa imerudi hali ya kawaida, Kilifi na sehemu zote ambazo tumetoka tunaona hali ya kawaida, maisha ya kawaida yameweza kurudi hapa ili uchumi wetu uweze tena kuweza kuinuka. Na pia nikumbushe Wakenya wote kwamba tarehe 8 mwezi wa 8 bado tulipiga kura. Mheshimiwa Uhuru Kenyatta akatangazwa mshindi, kukawa na kesi, na kesi hiyo ikaamua ndani ya siku 60 uchaguzi uweze kuandaliwa tena kurudiwa. Na katika kutekeleza sheria hiyo ndio maana tukapiga kura tarehe 26. Kwa hivyo ni muhimu
kukumbusha kila moja, hata wale wenzetu wa upinzani, kwamba uchaguzi huu umeandaliwa ndani ya sheria za Kenya, na kama kuna mtu yeyote ambaye hana ridhaa, hakuridhika, bado sheria zipo zifuatwe. Ile ambayo tunajaribu kusema na tunataka kuhimiza Wakenya wote ni kwamba hili taifa letu linahitaji amani ili tuweze kurudi tena katika kujenga Kenya hii yetu. Ukiangalia katika mkoa huu wa Pwani tunategemea utalii, na visa ambavyo vinaonyeshwa kwa runinga ambayo imekuwa ikiendelea, maandamano na kila kitu, haiwezi kusaidia kujenga uchumi wetu. Uchaguzi umekwisha, siasa imeisha ya kampeni, na ni muhimu sasa kila moja kuweza kufanya bidii arudi kazini, na tunatarajia Jumatatu na siku zingine zote hali ya kawaida itaweza kurudi katika kila sehemu zetu, ndio tujenge uchumi wetu. Kwa hivyo ndio maana tumeona sisi viongozi tuweze kupeana mwelekeo wa wananchi wetu, wajue kwamba hivi sasa ni kuijenga Pwani, ni kuijenga Kenya. Pia mimi naungana na wenzangu kushukuru watu wa Pwani ambao walijitokeza kupiga kura, na pia kama alivyosema Gavana Mvuri, ya wale ambao hawakupiga waliweka amani. Nafikiri la muhimu sasa lile limebaki tukiwa jamii. Lakini pia nisikose kusema kwamba nilifurahi sana kwa mara ya kwanza kwamba Raila Pwani alipata kura kidogo sana. Ilikuwa pande ile nyingine sasa. Yeye alipata kura kidogo zaidi Pwani kushinda watu wote. Kwa hivyo nataka kupongeza na nipongeze Rais Uhuru Kenyatta. Nafikiri ile imebaki, tunataka kuuliza wale pia wanapanga mambo ya